Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, karibu katika makala yetu ya siku ya leo, ambapo leo tutazungumzia namna ya kutengeneza biskuti. Leo pia tutakuwa na wanafunzi wa Alpha Adventist Secondary School ambao juma lililopita tulipata nafasi ya kujifunza pamoja nao na walifundisha namna ya kutengeneza mafuta. Na leo wameamua kutuletea jambo lingine, namna ya kutengeneza biskuti na namna ya kuzifanyia biashara. Na hivi hapa utaona namna ya kutengeneza biskuti, lakini namna ya kufanya packaging mpaka unapotaka kwenda kwa wateja. Hivyo chukua kalamu na notebook yako, tufuatane mwanzo mpaka mwisho wa makala hii. Mimi ni Sifelisi Ungolo. Kwa majina naitwa Sara Baraka, ni mwanafunzi wa kidato cha 4 katika shule ya sekondari Alpha Adventist iliyoko wilaya ya Chato. Siku naenda kuelezea jinsi ya kupika biskuti. Step ya kwanza katika utengenezaji wa biskuti, unaandaa ingredients zako ambazo unakuwa umeandaa. Step ya kwanza kuna icing sugar, kuna prestige au butter, kuna baking powder, kuna mayai, kuna icing sugar, kuna butter, kuna baking powder pamoja na butter, kuna tangawizi. Step ya kwanza katika utengenezaji wa biskuti, unachukua butter pamoja na icing sugar unachanganya pamoja. Mbozi unaweka katika vifaa ambacho pamoja ni kisafi. Ukichanganya una mix kwa dakika 2 au 3. Inakuletea mkorogo mlaini ambao unakuwa na rangi kama rangi ya maziwa. Baada ya hapo unachukua yai lako moja. Ukichukua yai moja una mix, unakoroga. Baada ya hapo unakuwa na mkorogo mlaini ambao unachukua mkorogo wako unachanganya pamoja na unga. Una mix pamoja na unga. Ukimix pamoja na unga unakoroga, ambao baadaye unakanda kama unatengeneza chapati. Ila unga wako usiwe mzito sana wala mlaini. Vikanda unachukua unakanda pia kinaliza. Unaweza kukata katika shape ambazo unakuwa unataka. Unaweza kukata kwa njia ya kama unaweza kukata kama I love you au kukata duara au kukata shape yoyote ambayo unakuwa una kifaa kwa ajili ya kukatia. Baada ya hapo utaweka katika vifaa vya kubekia. Utaweka katika oven yako dakika 10 mpaka 20. Utakuwa mwisho wa kutengeneza biskuti yako. Utasubiri zikitoka biskuti katika oven, utasubiri ipoe. Baada ya dakika 5 inakuwa imeshapoa, inakuwa tayari katika kupakia katika vifaa maalum ambavyo unakuwa umeshajiandaa kabla ya kupakia biskuti. Hiki ni kikombe ambacho ni kipimo ambacho inaweza kuwa rahisi kwako mtazamaji kutumia katika kupima kutengeneza biskuti. Hii hapa ni gramu 250 ambayo unaweza kutumia kupima. Nimepima hapa ni gramu 250. Step ya pili, naenda kupima icing sugar. Hii hapa ni icing sugar. Unaweza kutumia icing sugar ukatumia sukari. Ila siku leo naenda kutumia icing sugar ambayo inakuwa ni 75. Ikiwa unapima ukizingatia vipimo, inakusaidia kutengeneza kitu ambacho ni kizuri na ambacho kinaweza kusaidia. Sometimes unaweza kutumia ukizidisha sukari, inaweza kusaidia biskuti yako isiwe na ladha nzuri ambayo unategemea kuipata. Kama unakuta zile biskuti ambazo zinatengenezwa viwandani, mara nyingi unazingatia vipimo ili usaidie kupata wateja wengi au biskuti zao ziweze kusambaa. Hapa ni gramu 75. Unaweza kuhamisha katika kisahani. Naenda kupima butter. Butter tunaenda kupima gramu 240. Ukipima gramu 140 inakusaidia unapokuwa unatengeneza. Maana inabidi sukari isiwe nyingi katika biskuti. Na ukiweka butter inasaidia kulainisha biskuti yako, inakuwa ina ladha fulani hivi yani amazing. Unaweza kutumia. Hivi ni gramu 140. Step ya pili ambayo naenda kufanya, unachukua baking powder. Unachanganya na unga wako ambao unakuwa ni 1 teaspoon ambacho unaichapa kijiko. Kimaliza mix.
una mix ili kusaidia, maana na muda mwingine ukimisi baking powder na unga inasaidia, kuna muda unaweza kusahau kwa unatengeneza ukasahau. Ila ukisha mix huku inakuwa ni rahisi sana kukumbuka unapokuwa unatengeneza biskuti yako. Muda mwingine kama huja mix inataka kusaidia biskuti yako upande mwingine kama ina sukari au haina sukari au kuna maana unachanganya na chumvi. Hii baking powder ina chumvi ndani yake. Inaweza kuwa unasikia sehemu nyingine chumvi, nyingine hakuna chumvi. Kwa hiyo ukimix kwa pamoja na unga inakuwa ni vyepesi sana. Step ya pili, unaenda kuchukua bata yako, unachukua bata nachanganya na icing sugar. Unakoroga. Ukiwa na mix unahakikisha icing sugar yako pamoja na bata vinachanganyika hivi kuletee mkorogo ambao unahitaji kuupata. Mkorogo wangu bado hujabadilika, ila unaona kama nimesha mix kila kitu kinaenda pamoja. Wewe inabidi badilisha rangi, je rangi nyeupe. Inabadilika ili iweze kusaidia unapokuwa unatengeneza biskuti yako iweze kuwa na ladha. Katika shule ya Alfa, unapokuwa katika shule ya Alfa, unaweza kupata fursa ya kujifunza vitu mbalimbali. Kama siku ya leo unaweza kutengeneza biskuti. Siku nyingine mtu mwingine anaweza kuja akatengeneza kitu kingine ambacho kitaweza kufurahisha, kama anaweza kutengeneza mandazi, akatengeneza lokpanzi, akatengeneza mkate, akapika chakula. Na muda mwingi wageni wanapokuja shuleni kwetu huwa tunajitahidi wanafunzi wenyewe tuweze kuandalia wageni wetu chakula kizuri kitakachokuwa mfano. Tunakaribisha wazazi waweze kuwaleta wanafunzi wao katika shule ya Alfa. Kuna vitu vingi ambavyo tunajifunza katika shule ya Alfa. Kuna wengine wanajifunza ushonaji. Tunapoendelea kukoroga tunaelekea katika step ya mwisho katika mkorogo wetu. Umeweza kubadilika rangi. Kwa hiyo tunaelekea kumaliza ili tuweze kuweka yai. Ukiwa shule ya Alfa unaweza kupata fursa ya kujifunza kuendesha magari, maana kuna wanafunzi wengi wanapenda kujifunza kuendesha magari. Unaweza kupata fursa ya kujua kupamba. Unaweza kupata fursa ya kujifunza kutengeneza mafuta, sabuni na vitu mbalimbali. Sasa hivi mkorogo wetu umeweza kuwa mlaini. Ukiwa unakanda, unapoenda kuweka yai, step ya pili tunaenda kuweka yai. Umeweza kuponda yai lako. Ukiponda yai lako, ili kuponda yai lako pembeni, hakikisha ya kwamba unaangalia yai lako kama ni zima. Maana kuna muda mwingine unaweza kuwa umechukua mayai kumbe amekaa muda mrefu. Na kama unataka kujua zaidi kama yai lako ni zima, unaweza kuchukua yai lako kama lilivyo, unawasha tochi ya simu yako unaangalia. Ndio kusaidia kujua kwamba yai lako ni zima. Kisha weka yai lako unapeleka upande mmoja. Kama ni kushoto unakoroga kupeleka kushoto, ubadilishe. Maana ukibadilisha ndio kusaidia unaweza kufanya biskuti yako ikakatika katika au ikaa kuna sehemu ambapo haina shape ambayo unahitaji kupaka. Au unaweza kuchukua yai lako hivi lilivyo zima unaweka kwenye maji na unaweza kuangalia yai lako kama ni zima au ni bovu. Endelea kukoroga. Unakoroga upande mmoja. Hapa inaweza unaona inapobadilika inaweza kuwa na mkorogo ambao ni sio mzito, sio mwepesi au katika size. Kinachofuata unachukua unga wako ambao unakuwa umeuandaa. Unga wangu nimewekea baking powder. Kama nisingeweka inawezekana ningesahau au ningelifanya. Ile nimeweka baking powder ili niweze kunisaidia nikitakapokuwa naweka, kama nikisahau uweze kuwa mpepesi zaidi pokale. Unachukua unga wako unakuwa unaweka kidogo kidogo. Ukiweka unga wako na mix na ule mkorogo wako, unachanganya ili uweze kupata mkorogo ambao utautumia katika kukanda biskuti zako. Baada ya kuchukua unga wako ukamix na ule mkorogo ambao uko umetengeneza, unaweka vanilla. Hii vanilla inasaidia kuondoa harufu katika yai.
kuna muda yai inakuwa lina harufu fulani hivi, kuna watu ambao hawapendi harufu ya yai. Kwa hiyo ukiweka vanila yako ambao unaweza kupima 1 teaspoon au ukatumia kimfuniko hiki kupima. Nyuma nilikueleza kuwa nitatengeneza biskuti za ladha ya tangawizi. Nilikuonyesha biskuti tangawizi yangu ikiwa nzima, ila kwa sasa hivi nimeshaisaga na inaweza kuwa rahisi sana kutumia katika kuweka katika mchanganyiko wangu. Kwa hiyo nitachukua kijiko kidogo ambao nitamix na mchanganyiko wangu ili iweze kuleta ladha ambayo unahitaji katika tangawizi, ambayo unahitaji katika mchanganyiko wangu. Nimeweka tangawizi. Tangawizi ni kama ladha ambayo unahitaji mtu kuweka. Unaweza kutumia ladha ya tangawizi, unaweza kutumia ladha ya chungwa, chenza, ndimu, yani kitu chochote ambacho unahitaji ladha yake. Maana kuna biskuti za aina tofauti. Una biskuti za maziwa ambao mtu anapenda ladha ya maziwa, anatumia ladha ya maziwa ni katika biskuti yako. Hapa mimi nimetamani kutumia ladha ya tangawizi siku ya leo. Kwa hiyo nimeweka tangawizi. Baada ya kuweka tangawizi, nitadump unga wangu chini hapa ili iweze kunisaidia katika kuchanganya. Nikichanganya unga wangu, nitachukua mkorogo wangu nitaweka chini ya unga ambao nimeweka chini. Kabla hujatengeneza unga wako inabidi uzingatie usafi ambao unakusaidia wewe. Unapoendelea naweza kuchanganya unga, unaangalia unga wako kama unatosha katika mkorogo wako. Kitakacho niambia kwamba unga wangu unatosha katika mkorogo wangu ni jinsi ninavyokanda. Nikiwa nakanda nitajua unga wangu inabidi usiwe mgumu, usiwe mwepesi. Kwa hiyo inabidi nichanganye nikiendelea kuangalia unga wangu ni mgumu au ni mlaini. Nitaongeza unga kidogo. Napoendelea kuchanganya, mtazamaji unabidi uwe makini sana, maana kuna muda unaweza kuchanganya ukasahau. Kama umechanganya mkorogo wako ukawa mwepesi sana, inabidi uchukue kama una maji, unaweka maji au maziwa. Ila kwangu mimi mkorogo wangu haujawa mwepesi wala haujawa mlaini sana, mgumu. Katika shule ya Alpha tunaendelea kujifunza mambo mengi sana. Katika masomo ya darasani tunaweza kupata skills za maisha ambazo kama mimi mwanafunzi nikimaliza kidato cha 4 siwezi kukaa nyumbani kupoteza muda. Nitafanya kazi ambazo zinaweza kunisaidia mimi kupata hela kununua mahitaji yangu binafsi na kuwapunguzia kazi wazazi wangu, kwa sababu wameshatumia hela nyingi kunisomesha katika shule ambayo imenifanya mimi nimekuwa na maarifa ambayo naweza kutumia katika maisha yangu. Ninapoelekea mwishoni, hichi hapa ni kifaa ambacho naweza kutumia kukata biskuti yangu. Hiki kifaa kinaitwa biscuit cutter. Kuna size tofauti tofauti. Kuna pana ukitaka biskuti kubwa. Kinachofuata mbele yangu nitaenda kukanda. Ukiwa unakanda unabidi usitumie nguvu sana. Maana mkorogo wako unakuwa sio mgumu, sio mlaini sana. Kwa hiyo unabidi usitumie nguvu sana katika kukanda biskuti zako. Nimeongeza unga katika mchanganyiko wangu kwa sababu nimeona biskuti yangu imeachana sana. Kwa hiyo na dust unga katika biskuti yangu na nachanganya ili niweze kupata shape ambayo nataka kuhitaji katika biskuti yangu. Unapokuwa unatengeneza biskuti inabidi uwe makini sana. Maana unaweza kuanza vizuri baadaye ukamaliza vibaya. Kwa hiyo inabidi uwe makini unapokuwa unatengeneza biskuti zako ili kupata shape ambayo unahitaji kupata. Mara nyingi watu wanashindwa kutengeneza biskuti. Unaweza kudhani biskuti ni ngumu katika kutengeneza, lakini ni nyepesi unapokuwa unatumia vipimo ambavyo ni sahihi na ambavyo vinaweza kukusaidia. Unapotengeneza biskuti inabidi uwe makini kwa sababu ya kwanza kuwa makini, biskuti ni kitu ambacho mtu anaweza kuona ni chepesi katika kutengenezaji, lakini ni kitu kigumu kama hujua makini katika kutengeneza biskuti zako. Unaweza kudhani umetengeneza vizuri ila baada ya kuoka ukaona matokeo yake. Kwa hiyo inabidi uwe makini sana unapokuwa unatengeneza biskuti ili iweze kuletea shape ambayo unahitaji kuipata. Hii hapa chuma ukiwa nyumbani kuna watu wengi unaweza usipate. Unaweza kutumia chupa ya soda. Hapa nimemaliza katika kukanda. Nachukua kifaa changu cha kuokea. Kabla hujatumia kifaa chako cha kuokea, unabidi uweke mafuta. Unaweza kuweka bata au kuweka mafuta ya kupikia chakula. Ila kwa siku leo natumia bata. Natumia bata kwa sababu nikiweka biskuti zangu naenda kuweka kwenye moto. Ili zitakapokuwa tayari
niweze kuisoa kwa urahisi. Usipo dust bata au mafuta na inafanya biskuti zako zisiweze kuzitoa kwa umakini. Na unapokuwa unazitoa au zinaweza kushika hapa zikaungua chini. Maana hiki ni kitu cha plastiki, kitu cha chuma ambacho kinaweza kusababisha biskuti zako zikaungua. Napoendelea hapa, nimeshawasha oven yangu tayari kwa ajili ya kuoka. Maana oven inabidi ichemke kabla sijaweka biskuti zangu. Hiki ni kifaa ambacho nitaenda kutumia siku ya leo kukata biskuti. Unapokuwa unakata biskuti zako inabidi uwe makini. Naendelea kwenye kukata biskuti. Unabidi uwe makini sana kwenye kukata biskuti. Maana huu ndo muda ambao watu wanaharibu biskuti. Ni muda ambao mtu anatoa umbo ambalo hakutegemea kulitoa. Ni muda ambao mtu anaweza kukata biskuti ambayo haina mpangilio. Na unapokuwa unakata biskuti yako inabidi uwe makini sana na kifaa ambacho unakitumia. Unaweza kubadilisha maumbo. Kama unaweza kuwa na duara ukatumia duara. Leo kwa siku ya leo mimi natumia hichi hapa kifaa. Unatoa unga pembeni ili uweze kupata biskuti nzuri. Unapanga biskuti zako katika tray yako kwa mpangilio mzuri ili uweze kuleta shape. Tunapoendelea kukata biskuti zangu, ndugu mtazamaji na msikilizaji, unabidi uwe makini. Na unapokata biskuti zako, kuna watu ambao wanatumia vifaa ambavyo sio vizuri katika ukataji wa biskuti. Mfano kisu. Hairuhusiwi tunapokuwa unakata biskuti zako kutumia kisu. Unapotumia kisu inaweza kusaidia kuleta shape ambayo hazilingani. Ndio maana kuna baadhi ya maduka wanauza vifaa. Kwa mfano siku ya leo nimeamua kutumia hiki kifaa. Hadi kukata biskuti zangu. Kuna size tofauti. Kuna hii hapa kubwa na ndogo. Kwa hiyo unaweza kuamua leo nakata kwa kutumia size kubwa au ndogo. Leo nimeamua kukatia size ya kati. Kwa hiyo ninapoendelea kukata, kuwa makini, utazame na uweze kusikiliza. Unapoendelea kukata biskuti zako, unaweza kutumia ule unga ambao umebaki pembeni kuunganisha, maana unaweza kutoa umbo lingine au ukapata biskuti nyingine ambayo unaweza kuendeleza kukata. Unapoenda kuoka biskuti yangu, natumia dakika 10 mpaka dakika 15, ambapo ukiwa unaoka zikifika dakika 10, kitu cha kwanza unaenda kuangalia biskuti zako kama zimeiva. Na kama ukiona biskuti zako zimeiva, unaweza kuzitoa. Kuna muda mwingine unakuwa umetengeneza biskuti ambazo zinakuwa ni ngumu, kwa hiyo inabidi zikae dakika 15. Ila kama biskuti zako ni laini, zinakaa dakika 10. Nakumbusha kipindi tunaanza niliwaambia naenda kutengeneza biskuti za tangawizi. Na kitu cha kwanza ambacho nilitumia unga ambao ni gramu 250. Kipimo cha pili nilitumia bata ambao ilikuwa ni gramu 140. Nikatumia sukari, ila sikutumia sukari, nilitumia icing sugar. Unaweza kutumia sukari au icing sugar. Ila kama una haraka zaidi, nakushauri utumie icing sugar. Icing sugar inasaidia mkorogo wako kuwa mwepesi na kuwa mwepesi kirahisi. Ambao icing sugar nilitumia gramu 75. Nikaweka na kukumbusha nilikwambia nimeweka vanilla ili kuondoa, niliweka yai. Niliweka yai niliweka vanilla ili kuondoa harufu ambayo inatoka katika yai. Maana yai lina harufu. Biskuti zangu nimeweza kuzikata. Kwanza tulipoanza mara ya kwanza niliwaelekeza jinsi ya kutengeneza biskuti na namna ya kutengeneza. Muda huu naelekea katika oven. Tunaenda kuweka katika oven. Sasa hivi tunaelekea katika kuoka biskuti zetu. Kwenye kuoka biskuti zetu tunatumia dakika 10 mpaka 15. Mtazamaji unabidi uwe makini. Na katika kuoka biskuti
unatumia temperature. Kuna temperature ambayo tunatumia. Ukiweka temperature 180, temperature ni kama joto. Joto ambayo unaipata inasaidia biskuti zako kuiva kwa muda ambao umeupanga. Nimepanga biskuti zangu ziive kwa dakika 10 hadi 15. Ila napendeza biskuti zangu zikiiva kwa dakika 10. Nikiweka temperature yangu 180, inasaidia oven inakuwa imeshachemka. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana na inakuwa nina uhakika kwamba biskuti zangu ndani ya dakika 10 zinakuwa zimeiva. Na kabla hapo nilikwambia niliwasha oven yangu kabla sijaanza kuandaa biskuti. Kwa hiyo naamini oven yangu sasa hivi imechemka na itakuwa tayari kwa ajili ya kwenda kuoka. Tuelekee sehemu ambayo tunaenda kuokea. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, tumefika jikoni. Ukiwa jikoni, ukiwa una oven, kuna sehemu 4. 1, 2, 3, 4. Sehemu ya kwanza ila hapa ni jiko. Hapa juu kuna jiko juu ambapo unaweza kutumia kupika chakula au kupasha chakula. Hapa ni temperature, ambapo temperature nitapima. Tumepima, tunasema tutaweka temperature 180. Kwa hiyo ninapoenda nikishaweka biskuti zangu inabidi ni connect temperature 180. Huu hapa ni moto. Naweza kupima, naanza na moto wa juu na hapa step ya kwanza hapa ni off. Kwa hiyo unawasha. Step ya pili hapa ni moto wa juu tu. Hapa ni moto wa chini. Hapa ni moto wa juu na chini. Kwa hiyo unaweza kuoka. Hapa chini ni dakika minutes. Unasema unatumia dakika ngapi? Nimesema tunatumia dakika 10 mpaka 15. Kwa hiyo nikishaweka biskuti zangu ndani ya oven nita connect. Nita connect kwanza dakika 10. Tutakuja kuangalia. Kwa hiyo tunafunua oven yetu, tunaenda kupanga biskuti zako katika oven. Unasogeza mpaka mwisho. Ukimaliza unafunga. Step inayofuata unaenda kuweka, tulisema tunaenda kuweka temperature 180. 180 iko hapa. Ukija tutaanza na moto wa juu na chini. Mbondo hapa. Step inayofuata tulisema tunaenda kuweka dakika. Ukisha connect hivi, unaangalia kwenye saa yako ni dakika ngapi, na baada ya dakika 10 unakuja kuangalia biskuti zako kama zimeiva. Kama unaona bado zina kasoro kidogo, unaweza kuongeza dakika 5, ila kwa urahisi muda mwingi azidi dakika 10. Kwa hiyo unaweza kutumia dakika 10, na mbona sasa hivi dakika 10 imeanza kuhesabu. Itazunguka mpaka hapa mwisho na itazima. Ikishafika dakika 10, oven yetu itazima. Itahakikisha kwamba dakika ambazo nimeziweka zimeisha. Na zikiwa zimeisha dakika hizo, inakuwa ni tayari, inakurahisishia wewe kuja kuangalia biskuti zako ziko tayari au zina kasoro sehemu fulani au zinahitaji kuongezewa dakika hata 2 au 3, inakuwa ni vyepesi. Kwa hiyo tutasubiri baada ya dakika 10 tutakuja kuangalia biskuti zetu. Mara ya mwisho tuliacha biskuti zetu, tumeweka biskuti zetu, tumerejea kuangalia biskuti zetu ziko tayari au bado ni mbichi au zina kasoro sehemu. Kitu cha kwanza tunaenda kuangalia kinachotamisha kwamba biskuti zetu zimeiva. Tuliweka moto ulikuwa 15. Moto wetu sasa hivi uko 0. Temperature ilikuwa 180, ipo hapa 0. Moto ambao tuliweka juu na chini unaweza kutuaminisha kama biskuti zetu zimeiva. Tumeweza kufungua ili kujua biskuti zako zimeiva. Biskuti zetu zinaonekana hivi namna hii. Ili kujua kama biskuti zetu zimeiva, inabidi zi change color na ziwe na color ya brown. Na biskuti zetu zinaonekana zina rangi ya brown mbele pamoja na nyuma. Tumekata biskuti yetu na inatuonyesha kabisa ndani imeiva vizuri na ina muundo mzuri. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, unapokuwa unatengeneza biskuti, kuna kipindi mtu anatengeneza biskuti zetu baada ya moto, ikipoa inakuwa ina ladha fulani ambayo inaweza kuwa ni nzuri. Na ili kuamini kama biskuti yetu imepoa, tulikata katikati kuangalia, je, biskuti yetu ndani imeiva? Kama ingekuwa haijaiva, tungekuta kama vitu vimeganda ndani au kama mkorogo wetu ambao tumeweka ndani unaonekana au bado ni mbichi. Ila inatuonyesha kabisa biskuti yetu imeiva vizuri na iko kwenye muonekano mzuri. Kama shule tumeweza kuandaa package ambazo tunaweza kuzitumia kupaki biskuti zetu kwa ajili ya wateja wetu ambao tunawauzia. Tunawauzia wanafunzi wenzetu, tunawauzia walimu wetu, tunawauzia na watu wengine. Na kama wazazi wetu tukienda nyumbani likizo tunawapelekea kama zawadi. Kwa hiyo inatusaidia kurudisha kipato ambacho tulitumia kununua gharamikia vitu au vifaa ambavyo tulivitumia kufanya. Kwa hiyo katika hii package yetu tunaweza kupaki biskuti. Ukiwa unapaki biskuti zako, inabidi upake kwa
mpangilio mzuri. Shape nzuri ni ambalo liko juu. Kipindi tunaoka biskuti hizo kwa zinaangalia juu. Kwa tunapokuwa tunapaki inabidi biskuti zetu zipake zikiwa juu. Kabla sijauza biskuti zangu, kitu cha kwanza inabidi nifanye budget ya vitu ambavyo nimenunua. Nimenunua unga, nimenunua icing sugar, nimenunua tangawizi, nimenunua vanilla. Kila kifaa nilichokinunua inabidi biskuti hizo zitengeneza zilete faida. Inabidi nisiwe nafanya biskuti, nisiwe naweza kuuza biskuti bila faida, maana itafanya kuniletea hasara katika mtaji wangu. Mtazamaji, naamini hujatoka bure katika kipindi cha leo. Umepata kuelewa na kufahamu kwa undani kabisa namna ya kutengeneza biskuti, lakini namna unavyoweza kufanya packaging mpaka kufikishia wafanyabiashara wenzako. Hivyo unaweza kuamua kufanya biashara ama unaweza kuamua kutengeneza kwa ajili ya kujifurahisha wewe pamoja na familia yako. Mimi sina la ziada kwa leo, mpaka wakati mwingine. Endelea kuitazama Hope Channel Tanzania. Ulikuwa nami Sifel Lucy Ungolo. Kwaheri kwa sasa.